Yafuatayo ni mambo ya kuzingatia unapotaka kuchagua jina la brandi, biashara au kampuni. Jambo la kwanza ni urahisi wa kukumbukwa. Hakikisha jina lako utakaolichagua litakuwa ni rahisi kwa kukumbukwa. Usichague jina ambalo ni gumu sana, watu watashindwa hata kulitaja kwa urahisi. Hakikisha jina utakaolichagua kwa ajili ya biashara, brandi au kampuni au taasisi unapotaka kuanzisha, jina utakaolichagua liwe rahisi kutamkwa na kukumbukwa. Lakini pia jambo la pili ni uhusiano wa huduma au thamani unayotoa. Je, biashara unayotoa na jina unaloipa biashara yako, je, linaendana? Usitoe jina ambalo liko tofauti au ni ngumu sana mtu akilisikia kwa mara kwanza, litampa ugumu sana kutambua huyu ni mtu gani, anafanya nini. Kwa hiyo hakikisha jina unalochagua katika brand ya biashara au taasisi au kampuni unayoipa liwe linaendana na thamani au na kitu au bidhaa unayoitoa. Jambo la tatu ni availability au uwepo, upatikanaji wa hilo jina. Hakikisha jina ambalo utalipa biashara yako au brand yako au kampuni yako halijatumika sana. Wakati mwingine inaweza kuwa limetumika kidogo lakini halijatumika. Na hiyo ikiwezekana zaidi utoe jina ambalo halijatumika na mtu mwingine yoyote. Kuhakikisha kuna sehemu ambazo unaweza kaenda kufuatilia, kuangalia katika mitandao ya kijamii, ukaandika jina ambalo umelifikiria, ukaandika je, jina lipo, na kama lipo, je, linatumika katika nchi yako? Na mfano wakati mwingine sehemu sahihi ya kwenda sasa ni kwenda BRELA ukiweka kwenye site yao kwa nje pale, unaenda kusearch jina ambalo limesajiliwa kwenye BRELA. Kwa hiyo hakikisha jina utakaolipa biashara yako halitumiwi na mtu mwingine au halipatikani katika platform halitumika sana katika platform za mitandao ya kijamii. Ni jina ambalo litakuwa ni unique la kwako tu. Jambo lingine la msingi unapotaka kuchagua jina au unapotaka kuipa jina brand au biashara yako ni kuhakikisha unalifanyia usajili. Watu wengi sana wanapuuzia hili swala. Unapotaka kuipa jina biashara yako, unaanza tu, unashangaa biashara imeshapata jina, imeshakuwa, baadaye unaenda kwenye usajili unaambiwa jina limeshatumika, ina mtu mwingine. Kwa hiyo hakikisha jina la brand biashara ambayo unaifanya unalisajili BRELA, na ukishasajili BRELA unakuwa na hati miliki au certificate of registration ya kwako ya kwamba jina unalotumia kwenye biashara yako ni la kwako. Na haya mambo yote haya ukiyazingatia utakuwa salama, kuwa huru kufanya chochote unachotaka katika biashara yako. Usianze tu kaanza kufanya ukatupia jina kama wengi wanaofanya, lakini at the wrong run wengi wanaishia kwenye kupata shida kwa sababu ya hivi vitu vya msingi hawajavizingatia. Lakini bonus tip nyingine ni kwamba hakikisha jina lako